kuinvest pia hata kwa hizo teknolojia. Now, the Finance Bill 2026 is becoming very contentious, and even the agriculture value chain or the agriculture sector is getting hit. That's why tea, coffee, and avocado farmers could be staring at fresh uncertainty. This is after a controversial tax proposal in the Finance Bill 2026-2027 sparked concern across key growing regions, with the sector supporting millions of livelihoods and earnings in the country. And the country's critical foreign exchange, pressure is mounting on policymakers to rethink the proposal before it deepens the strain on farmers. Stakeholders now warn that higher levies on these export crops risk squeezing already thin margins, potentially slowing production and the wider agriculture value chain. Majani chai amemalizwa. Tayari kumekuwa na malalamiko. Kodi za Kenya zenyewe ni 42. Wanunuzi wamepotea kwa sababu ya nyongeza ya nukta 08 tayari ya wanunuzi. Lakini bado tunataka kuongeza tena kodi ya 500. Kilimo cha msingi. Mkulima wa kahawa njuzi ndo ameanza kujaribu kuinuka. Hata taasisi ambayo inafaa kushughulikia mambo ya kahawa, Coffee Board of Kenya, haijaundwa. Mkulima huyu anajaribu kuinuka, tayari amebandikwa kodi. Viongozi ambao wanaka katika bunge la kitaifa, mswada wa kifedha ambao mnaletewa wa 2026, mjue kwamba iko na 5% ya kodi ambayo inaenda kufinya wakulima majani chai, wakulima wa parachichi na kahawa. Ole wenu kama mtapitisha, kwa sababu ule mswada na wa kifedha haukuji katika bunge la Seneti. Kwa hivyo mimi ningeomba mbunge yote ambaye ametoka eneo ambao linakuzwa majani chai, eneo linakuzwa parachichi, eneo ambao linakuzwa kahawa, msikumbali kupitisha kipengele cha kuongeza nyongeza za kodi katika ukulima msingi wa hizo bidhaa ambazo nimetaja. Now, Kenya's insurance gap is being closed through a new community medical cover model designed to protect thousands of families